Yes, bana, mara zote tumekuwa tukipiga story kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Rough Disaster. Kwa tupige story nyingi, topics zimekuwa nyingi, lakini maoni pia mnatoa maoni yenu tunayaona kupitia mitandao yetu ya kijamii na tunayafanyia kazi. Kuna watu tunachukua namba zao, tunajaribu kuwasiliana na nyie ili tu kujaribu kumpa kila mtu elimu ya kutosha kuhusu mahusiano. Hii ni Rough Disaster kama unavyojua. Changamoto zozote ambazo zinatokea kwenye mahusiano yako, tupo kwa ajili yako. Tupo kwa ajili ya kukushauri na kukuelekeza namna ambavyo unatakiwa kuishi na mpenzi wako. Sasa bwana, leo kuna kitu nitaka nikiweke sawa. Kumekuwa na hii ni kawaida. Yaani watu wameifanya kawaida. Mtu ukimfumania, yani ukimfumania either mke wako ama mme wako ama tu mpenzi wako, girlfriend wako, boyfriend wako, nashangaa kitu kimoja, ni kwa nini yani ukimfumania, ukimkuta na mtu, kwa mfano umemfumania, umemkuta naye kitandani au sebleni na nini, yani anapatwa na hofu ama anaingia kwenye hali fulani ya kuonesha kwamba alikuwa ajui kile anachokifanya. Maybe anaanza kulia, lakini pia anaanza kuomba msamaha. Kile kitu kinanishangaza sana na kinanishtua sana. Watu wengi wakiona ile reaction ambayo yule mpenzi wake anaitoa, anamsamehe kwa sababu labda analia sana ama anaomba msamaha, anaanza kujieleza. Watu wengi wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba nilipitiwa na nilikuwa sijui nini nakifanya na nini nakiwaza, mpaka inanipelekea kunikuta na huyu mtu ambaye niko naye sasa hivi. Sasa mimi nataka nikufungue akili, nikuweke sawa kwamba mtu yeyote anayecheat, sawa, ambaye unamkuta yuko na either ni mwanaume unamkuta na mwanamke, ama ni mwanamke unamkuta na mwanaume kitandani, ama sehemu yoyote, iwe hotelini au wapi, anakuwa anajua anachokifanya. Kwa nini anakuwa anajua anachokifanya? Ni kwa sababu ataomba msamaha ama ataanza kulia kwa sababu umemfumania na umemuona na umegundua kile kitu anachokifanya, na anagundua kwamba hichi kitu ni kibaya, pengine mahusiano yangu yanaweza yakavunjika. Lakini ndio maana nikakwambia nitakueleza kwa nini huyo mtu asikuingize mkenge, asikuingize chaka na wewe kuamini kwamba alikuwa anafanya kitu ambacho hajui anafanya nini ama anawaza nini ama imempelekea tu akafanya hivyo. Tuchukulie kwamba wewe hujamfumania ama hujaona, ameenda kuchepuka, ameenda kulala na mtu, lakini wewe ukuona. So itakuwa ni utaratibu wake, hawezi kuja nyumbani. Yani haijawahi kutokea, sijawahi kuona mtu anatoka nje ana cheat, analala na mtu, anarudi either kwa mke wake ama kwa mume wake. Huyo mtu akienda akafanya mambo yake kwa siri na usipojua, hawezi. Nitakwambia kitu kimoja, sijawahi kuona mtu ana cheat, anatoka kulala na mtu mchepuko wake, anarudi nyumbani akiwa analia na kumwambia mpenzi wake, samahani, unajua leo nimetoka kuchiti. No. Hakuna mtu anaweza kufanya hivyo. So huyo mtu ukimfumania, kwa nini analia? Kwa nini aombe msamaha? Anaomba msamaha, analia kwa ajili ya kukumanipulate uweze kumsamehe. Lakini nitakwambia kitu kimoja, hilo ni kosa ambalo huwezi kumsamehe mtu. Nadhani ndo kosa kubwa sana ambalo mtu anaweza akafanya, linaloashiria kabisa red flag moja kubwa ambayo inaonyesha kwamba hii sehemu mapenzi yamekwisha, kwamba huyu mtu anahisia na mtu mwingine. Sasa usije hata siku moja kuingia mkenge na kumuelewa kirahisi kwamba huyu mtu amepitiwa ama kafanya hivi bahati mbaya. Atakwambia hivyo kwa sababu umegundua kile kitu ambacho amefanya, na atakuwa anajaribu kujiprotect yeye. Kwa hiyo mimi nashauri tu, ukishafumaniwa na mtu wako ambaye umekutwa naye, si vizuri kwanza kulia, kujieleza sana, kuomba msamaha, kwa sababu ulishafanya maamuzi. Na unaweza kukuta huyo mtu umetembea naye zaidi ya mara 10 tu au mara 20 huko au hata mara 2 tu, lakini ukishakutwa, that means nyie mlikuwa mna progress, mna maendelezo ya kile kitu ambacho mnakifanya. Lakini kwa sababu mmekutwa na muhusika, ndo unaanza kujitetea na nini. So sio kitu kizuri, na kama unafanya hivyo kwa ajili ya kumanipulate mtu, mimi najaribu kumuelewesha yule mtu ambaye atakuja kukutana na hii scenario, asiingie mkenge, asiingie chaka, kwa sababu hata ukimsamehe huyo mtu bado ataendelea kufanya kile kitu na yule mtu ambaye umemkuta naye. Kitakachoongezeka ni kwamba wataongeza ile password. Yani password kama ilikuwa ndogo,
ama mlango ule wa uwazi ukiwa mdogo, wataanza kufanya kwa siri zaidi, kwa sababu utakuwa ushagundua. Kwa hiyo kuna namna nyingine, ufundi mwingine utaongezwa ili usiweze kugundua, lakini wewe uwezi ukawaachanisha watu ambao washakuwa na hisia pamoja. Yani uwezi kumwambia bwana fulani sitaki kukuona na mtu fulani kuanzia leo. Atakwambia ndio, lakini kiwarisia wale watu wataendelea kuwasiliana na wataendelea kufanya mambo yao. Kwa hiyo akili inabaki kichwani kwako kwamba usiingie kwenye huo mtego wa kukubali kile kitu anachokuambia mtu ambaye umemkuta anakusaliti.